Imekuwa ni siku ya furaha, siku nzuri, siku yenye baraka, tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 2025. Leo tunakutana tena katika makongamano ya umoja wa wanafunzi wa Kikristo Tanzania, na leo tuko katika shule ya Tlawi Sekondari ambayo inapatikana wilaya ya Mbulu, mkoa wa Manyara, ambapo kuna kongamano mojawapo ambalo linafanyika vile vile la umoja wa wanafunzi wa Kikristo Kasfeta Tayomi. Leo hii inafanyika katika maeneo haya. Tutakurushia yote moja kwa moja mubashara kupitia Cam TV Tanzania, na mengi ambao wanaofundishwa siku ya leo kuelekea siku ya Pasaka. Na haya ndio mazingira ya Tlawi Sekondari. Kama unavyoona, mazingira yanaridhisha kwa wanafunzi kujifunza, lakini pia sio hilo tu, wanafunzi wanapata fursa ya kukutana na wanafunzi wenzao, kubadilishana mawazo kuliko kukaa sehemu moja aweze kujifunza mambo mengine. Wanapokutana wanafunzi, basi kunakuwa na chemistry fulani ambayo wanajifunza mengine kutoka kwa wenzao. Lakini mbali na hilo, kuna wakufunzi ambao leo hii wametoka taifa, lakini pia wametoka wilayani na sehemu zingine mkoani kuja kuwafundisha wanafunzi haya masuala mbalimbali ya kiroho, lakini pia na kimwili. Yote haya tunakuletea. Nyuma ya kamera tunaye Daniel Michael, na mimi langu jina naitwa Mr. Cam TV. Karibu. Kuwa bora kielimu katika nyakati za utandawazi. Kuwa bora kielimu katika nyakati za utandawazi. Somo hili linafundishwa kwenye makambi yote 77 nchi nzima. Tuna makambi 77 mwaka huu nchi nzima, na ya makambi ya DCF ambao ni shule za msingi 22. Na somo hili liliwasilishwa na mtumishi wa Mungu aliyekuwa mkurugenzi mstaafu Isaya Mwanyamba. Na nimejaribu kuwafundisha na kuwaelimisha kuhusu katika namna gani wasome katika nyakati hizi za utandawazi, nyakati ambazo zimejaa masumbufu mengi katika utandawazi, athari nyingi. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia athari chanya za utandawazi na athari hasi za utandawazi, na ili kufikia katika hatima zao, na vitu gani wafanye ili kufikia katika hatima zao. Kumekuwa na changamoto kubwa, baadhi ya walimu kuweka ratiba ngumu wakati wa likizo, na hata wazazi wengine kutokutambua thamani. Kuna vitu tunawafundisha hapa, ukweli ni kwamba kanisani mchungaji hawezi kufundisha, kwa sababu sisi tupo kwenye hii taasisi ya elimu, tunajua changamoto zipi zipo kwenye taasisi za elimu. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwa walimu na kwa wazazi kwamba tujitahidi kuwapa wanafunzi ruhusa, hasa nyakati hizi za makambi ya Pasaka, lakini pia tunakuwa na vipindi vya joint mass tofauti. Kwa hiyo mimi nitoe tu, kwa sababu kule tumeona wengi wakibadilika. Mke wangu mimi ameokoka kupitia Kasfeta. Kwa hiyo nina ushuhuda unaoishi kwamba ni vizuri tukawapa nafasi. Kuna watoto watajaa Roho Mtakatifu, kuna watoto watabadilika tabia zao moja kwa moja kupitia makambi haya ya Pasaka. Kwa mimi nitoe wito makanisani, kwa wachungaji, lakini pia kwa walimu walezi, tuwasaidie kuwatia moyo wanafunzi kuhudhuria makambi kama haya. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Yusto Onesmo, na mpenda Yesu sana. Tuko hapa kwenye kongamano la Pasaka, tunaita Easter Conference ya wanafunzi au tuseme ya Kasfeta, Christ Ambassador Student Fellowship. Na hapa mimi nikiwa ni mmoja wa walimu wanaofundisha kwenye hilo kongamano, lakini pia ni mwimbaji. Kwa hiyo wakichoka kusikia kwa kufundishwa, basi inabidi wasikie kwa kuimbiwa. Somo moja linaitwa uinjilisti na umisheni. Lengo ni kuandaa wanafunzi wakiwa bado wanasoma, wajue kwamba wana wajibu wa kuhubiri Injili na kufanya umisheni kitaifa hata kimataifa. Na somo lingine linahusu Roho Mtakatifu. Ni vizuri wakiwa bado wako shuleni waweze kujaa Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu afanye zile kazi ambazo anazifanya hata kwa watu wazima. Hapo ndipo tutaweza kupata matokeo mazuri, kuwa na vijana ambao wanaenda sawa na vile Mungu anataka. Na ushauri ambao nawapatia watoto hawa ni kushika yale ambao wanasikia kwenye hili kongamano, yasiishie kusikia tu, bali wayaingize katika matendo.
kwa sababu ni masomo mazuri sana. Tangu tulipoanza yale masomo yamekuwa ni masomo ya kuandaa kuwa watu wema, kuwa watu ambao wataifaa jamii na hasa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hawa watoto ushauri nao wapatia ni kwamba wazingatie, maana wasipozingatia kuwepo kwao hapa kutakuwa hakuna maana. Watakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Elijah Mtatu, ni mwalimu wa neno la Mungu na nimekuja kujumuika katika Easter Conference pamoja na wanafunzi wa wilaya ya Mbulu, na hapa tuko Tawi Sekondari. Ni shule nzuri na mazingira mazuri. Tunawashukuru uongozi kwa ujumla kwa kutupa mazingira yao na kuyatumia. Asanteni kwa ukarimu huo, lakini pia kuwaruhusu wanafunzi wenu kujumuika pamoja nasi katika Easter hii. Kusudi la Mungu ni kwamba Mungu anataka sisi tumwabudu yeye. Kwa hiyo unapoona wanafunzi wamekusanyika, wanaendelea kutimiza kusudi la Mungu. Isipokuwa kila mtu anaweza kuwa amepewa kusudi lake binafsi, kama ilivyokuwa kwa Musa ambaye ilikuwa yeye anatakiwa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, na kama ilivyokuwa kwa Paulo alipewa maarifa makubwa na mafunuo makubwa sana, lakini sababu kubwa au kusudi kubwa ilikuwa ni yeye kulianzisha kanisa. So unaona kila mtu ana kusudi lake, na ndilo somo ambalo mimi Elijah Mtatu nitakuwa nikilifundisha katika Easter Conference hii. Kwa majina naitwa Freya John. Mimi katika nafasi ya Kasfeta Tayomi, mimi ni mwenyekiti wa dada mkoa. Kazi ya mwenyekiti wa dada wa mkoa ni kuangalia au kusimamia hasa tabia, malezi ya wadada pale ambapo wanakwama, kuelekezana ili kutembea kwenye misingi ya kiimani na nidhamu pia. Vitu tunavyozingatia mojawapo kuanzia uvaaji, vile wadada wanavyojinidhamisha, kuanzia ongea yao, utandawazi, kwa sababu dunia leo ina mambo mengi mchanganyiko. Kuna umuhimu na pia kuna hasara za utandawazi. Kwa mfano, umuhimu mojawapo tuliofundishwa ni kwamba inatupa wepesi kupata mafundisho mbalimbali. Kama sasa hivi ukiangalia kuna mafundisho mengi wanafundisha watumishi wa Mungu wakubwa. Kwa hiyo tunaofundishwa tunaendelea kuimarika. Hiyo ni faida mojawapo. Kwa majina naitwa Margaret Michael. Natokea shule ya sekondari Dr. Hussein. Mimi hapa ni makamu mwenyekiti wa tawi, katibu wa kanda, mwenyekiti wa wilaya, afu pia makamu mwenyekiti wa mkoa. Kusudi kubwa la Easter, alichokifuata kwenye Easter sio hizo changamoto. Aangalie pale ambako neno la Mungu labda inaela tofauti, ndio aseme kwamba labda hakuna kweli ya neno la Mungu, ndio hapo tutaelewana. Lakini changamoto zingine ni za kutatua hapa na pale. Wazazi wetu sisi tunawashauri wawaruhusu wanafunzi kutokana na mafunzo mazuri ambayo yanatolewa katika Easter, ambao kuna viongozi wakubwa, wachungaji wakubwa ambao wana neno la Mungu ambao inatufanya sisi. Mimi kwa majina naitwa Laurent James Shija. Nimetokea shule ya secondary Gandu na vivyo ni mwenyekiti wa tawi hilo Kasfeta Tayomi. Kuhusiana na masomo ambayo tumepata leo, ni masomo ambayo ni mazuri, ambayo kimsingi kila mmoja ameweza kumjenga kiimani na vile vile katika masomo. Na imani kila mtu hapa ambao aliyefika hapa hivi atakuwa ni balozi ambao ni mzuri kabisa, akienda huko mashuleni huko hivi ataweza kufundisha na yenyewe masomo ambayo tumejifunza leo, ili waweze kuelewa vizuri kwa sasa swala Mungu na masomo vile vile. Tukianza na somo ambao kuijua kesho iliyo bora. Ni somo ambalo ni zuri sana, ambalo limefundishwa vizuri, na vile vile somo la kusudi la Mungu. Na ni somo ambalo ni zuri na ni jema, ambao kwa wanafunzi ambao wamejielewa vizuri sasa ile somo. Ni somo ambalo litaweza kuwajenga namna moja kutoka namna moja kwenda nyingine. Amina. Kwa jina naitwa Ernest Mtaremwa. Mimi natokea hapa shuleni Tawi. Nafasi yangu hapa mimi ni mwenyekiti wa tawi. Alafu nyumbani ninakotokea natokea Kagera. Leo kweli ni siku ya furaha sana. Ni siku ambayo yani katika maisha yangu naweza nikaisimulia kwamba mimi nishawahi kushiriki Easter Conference. Sasa imekuja kufanyika hapa shuleni kwangu. Pia kwenye tawi letu, ni jambo la kumshukuru Mungu, maana ni kitu cha ajabu sana. Sijaiga kuhudhuria Easter Conference, na mshukuru Mungu kwa ajili ya hiki. Mimi kitu kilichonibariki sana ni kwamba Mungu anayo makusudi mengi katika maisha yetu. Kwa hiyo unaweza ukafanya vitu vingine vyote, kumbe bado hujatimiza kusudi la Mungu.
wakati wa kutimiza kusudi la Mungu ukifika, utalitimiza kama vile Mungu anavyotaka ufanye wewe. Ni siku nzuri, siku yenye baraka ambapo tumeshuhudia mengi mazuri ambayo tumeyaona ndani. Wanafunzi wamefundishwa, lakini pia wamepata elimu ya kiroho na ya kimwili, na hili ndio jambo jema ambalo tumeliona. Lakini hatujaishia hapa, na siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu, siku ya nne tuko pamoja kuletea yote ambayo yanajiri katika maeneo haya. Na kubwa zaidi tu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, inakuwa imekaa vizuri zaidi. Langu jina niite Mr. Cam TZ, nyuma kamera tuko naye DMG.